Siku nyingine hapo Shabana timu yetu ya nyumbani walienda kucheza Mombasa. Streets mapema saa 4. Matiang'i ndiye mtu wetu Mombasa. Shida gani hivi bro kubeba tu chopa Nairobi kuanguka Mombasa kujoin timu yako kusema tuko hapa. Sasa gavana wa Kisii akikaa na rais kumuuliza ndugu yangu vipi basi ulisema makosa gani? Mnakasirika nini? Watu wanasema watu wa gani? Hawa viongozi mnatumia every opportunity that you have to fight your own son. Hakuna mtu amefight own son. Sasa mwenyewe anajipiga risasi, tulimpea nafasi tukamwambia sikiliza ndugu yangu. Toa milioni kidogo kwa mshahara ambao ulipata na milioni hana. Basi akae nyumbani. Ni kubaya. Sababu mimi mwenyewe nimekwambia nina uwezo kidogo. Leadership dictates that you need to take a position and ask your subjects to follow you. Because you are the one in charge. This is what I mean. One of the pettiest excuses that I can get from a member of parliament who wants to support Matiang'i but still fears from joining him. That is a joke. Na nimekuambia Uhuru Kenyatta ashaingia bunge. But it's not about their history. Forget nasema sasa the senior most political leader at that time automatically fits. Angalia Matiang'i hata MCA hii hata ubunge tu. But unajua is served in the most critical docket in this country. Lakini inaitwa former. Because what are you saying? How do we get niko hapa 7 years ago. 7 years ago election. We have a whole 20 months to election. And a lot is going to happen, including what if one day you wake up very early and on your page what we seeing you posting is a photo of our very own son with the president. Utadu? Siasa na wanasiasa mambo mengi. Interest. Watu wamesema kama hiyo picha basi itatokea. Ni ya Rais William Ruto kusema basi naunga Matiang'i mkono. Rais mwenyewe anatafuta kipindi cha pili na anaenda mbio. Tayari ashajichagulia mwenye anataka kugombea naye. Rais mwenyewe amejisemea mimi nipe Kalonzo. Wakenya wamesema Wakenya wagani? Matiang'i does not even need a deputy in 2027. Hata yeye mwenyewe akisimama basi tu Wakenya mimi sio mtabiri lakini kazi ya hapa inasahaulika. Unity riurwa kwa emomiyo seherwa. I've wronged you. Please find it in your heart to forgive me. Are you not reminded of the spirit of Pharaoh who was refusing the children of Israel? Watu walifikiria labda ni utani. Cannot allow that to happen. We are stating facts. Tutatafuta marafiki ambao wana tabia na kama zetu. Nipe mkono. Right, ladies and gentlemen, karibu sana katika episode ya pili ya Political Crossfire. Hapa tunakwenda kuzungumza masuala mengi ambayo yanafanyika katika ulimwengu wa kisiasa, katika eneo la Gusii, Kenya na ulimwengu mzima kwa ujumla kabisa. Sasa kuna mambo mengi yamezidi kutendeka, lakini mgeni wetu wa leo atakuwa anatusaidia kuweza kuchanganua mambo mbalimbali. Katika by-elections ambazo zilipita, there is something ambayo watu wamezungumzia sana kwamba despite vijana kuzungumza kwa ukubwa katika mitandao ya kijamii, hawakujitokeza sana katika kupiga kura za ama kura ndogo ambazo zilifanyika November 27th. Je, vijana watasaidia kubadilisha uongozi mwaka 2027? Lakini pia sasa hivi watu wanazungumza sana kuhusiana na wave ya Daktari Fred Matiang'i katika eneo la Gusii. Je, anaweza kubadilisha mkondo wa kisiasa katika eneo hili? Na je, anaweza kushinda uchaguzi mkuu wa urais mwaka 2027? Lakini pia kando na hayo ni kwamba gavana wa sasa wa kaunti ya Kisii ameonyesha, anasema kwamba yeye ndo msemaji mkuu wa jamii ya Gusii. Lakini watu wanamwambia hapa ni 1 term, wengine wanasema ni 2 term. Atakuwa anatuambia kwamba huyu gavana wa sasa, kwa sababu akiingia katika kaunti ya Kisii aliingia kwa ukubwa sana, itakuwaje 2027? Atamanage kuweza kurejea katika his second term ama siasa zitakuwa zinabadilika? Leo hii jamaa ambaye anaketi hapa ni speaker wa East Africa Youth Assembly. Atakuwa anatuambia nafasi ya vijana ipo wapi katika siasa za Kenya, lakini pia kuna kiti anawania, hajaweka wazi kabisa, lakini anajipanga 2027. Atakuwa anatuambia wazi kwamba pale 2027 anajipanga namna gani, which seat anataka kuingia, alafu mambo yakuwe ni sawa sawa kabisa. By the way, tumekujia moja kwa moja kutoka Lucky Media Studios ambayo inapatikana katika mji wa Kisii, eneo la Uhuru Plaza, 4th floor, room number 409. Wapo unataka masuala ya photography, videography pamoja na graphic design, basi hapa patakuwa ni sehemu nzuri kabisa ya kuweza kutimiza mahitaji yako. Director Vincent Lucky amekuwa nyuma ya kamera kushika hapa episode hii
hii inakufikia wewe kwa wakati na kwa njia ambayo ni nzuri kabisa. Leo hii kwenye episode ya pili ya Political Crossfire, Bivon Magare. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Sasa unajua hizi sasa kwa sababu hizi ni show za kisiasa, nataka nianze kupiga masuti. Itabidi uzoee. Itabidi nizoee. Lakini pia sisi tunangangana tu, unaona tu. Looking good, looking sharp. Thank you. Karibu sana. Kama ibada. It's been a norm all through. Ni kawaida, lazima you have to look sharp. Entirely. Karibu sana. Asante sana. By the way, niseme kwamba hii show asilimia fulani imechangiwa na wewe sana. And I really appreciate kwamba ulinisukuma ukaniambia do this thing. Na naona kuna mwanga naona hapa mbele. Nafurahia kufika hivi na kusikia hivyo. Yeah. Na natarajia kwamba mazuri yatatokea kwenye show. Yes. Watu wengi watapata nafasi ya kujisemea. Yeah. Kwa sababu najua kuna wengi wanayakusema hawajapata nafasi ya kusema. Yeah, that's true. Naomba wewe na Lucky muwe wale ambao mnapewa watu nafasi ya kuongea watoke. Karibu sana. Asante sana. Now before we even dive into kuongea what are your aspirations ahead of 2027. Yes. There is something that happened on November 27th. Yes. We remember even from last year youths walijitokeza sana wakapinga ile finance bill, watu wakasema kwamba there is a revolution ambayo inakuja, vijana wameamua, wamekuwa politically awake, sasa wanakwenda kubadilisha siasa ya Kenya. But when we looked at the lines ambazo zilikuwa during the by elections, yes, kuna wale wanaanza kusema kwamba ilikuwa ni mambo madogo tu, but wanasema dalili ya mvua ni mawingu. Kweli. We didn't see as many youths wakijitokeza kwenda kupiga kura. Do you think as one of the representative were youths, do we still have an opportunity to change the political situation in this country? We badly have an opportunity, but at times kuna hype ambayo inakuja. Yaani tuseme kuna wave fulani kwa wakati fulani ambayo inatembea. Ukiangalia kwa by elections za Nyamira ambapo mimi mwenyewe nilikuwa pale kwa niaba ya chama cha ODM ambacho mimi nafanya nacho kazi. Na siku ya kupiga kura mimi mwenyewe nilishangaa kwa sababu hata asilimia kubwa ya wale vijana ambao tulipata nafasi ya kuongea nao utaangalia kwamba kweli kulikuwa na shida. Wakati wazazi wetu ambao wanastahili kuwa nyuma yetu kwa sababu sisi tuna nguvu, tuna uwezo, tuna muda, wale walikuwa wengi kwenye line zile za kupiga kura. Na ukiangalia taswira hii imejitokeza tena wakati wa uchaguzi ambao ulipita. Ukiangalia 2022 the voting patterns, mostly watu wenye wamekuwa kwa mstari wa mbele sana ni the elderly, ambao ni wazazi wetu, ambao ni mababu zetu, ambao ni manyanya zetu. Na nafasi hii ya vijana katika mambo ya uongozi ndio mimi kama mmoja wale ambao wamekuwa kwa nafasi hii kwa muda kidogo, naona ya kwamba vijana kweli tuna nafasi kubwa ya kujitahidi ili tujiendeleze. Ukiangalia ndugu yangu kutoka September 2nd around 27th IBC ile tume ya uchaguzi katika nchi yetu ya Kenya walitoa nafasi kwa wale ambao hawajaweza kupata nafasi ya kushika kura, kwa wale hawajapata nafasi ya kubadilisha labda kura zao kutoka mali zile kwa wakati uchaguzi ulipita. We've had an opportunity for young people actually kutoka around that time September to work out and maybe get access to maybe their voting cards. But look at the numbers. Angalia Kisii na Nyamira. Chini ya watu 2,000. Watu walikuwa wanaangalia line kama watu 20, hakuna kijana hata mmoja. Na hakuna mwenye anashtuka, lakini ukiangalia kwa mtandao tunaongea sana. Ni 2 term. Tunaongea sana. Niliuliza wengine wakasema labda wanangoja ile the second phase. Kuna watu walisema issue yetu si hawa MCAs. Nani? Issue yetu ni huko juu. Lakini issue inaanzia hapa nyumbani. Nani anaenda kuwania kiti? Haya. Kwanza kama unataka kuwania kiti ya MCA ama kiti ya ubunge hata urais, lazima kwanza ukwe ni uko na ground. Hata sio ground. Kwanza you must be able to vote. You cannot run if you're not a voter. Yeah, that's true. Sasa nafasi hizi ambazo vijana wanasema shida yao sio MCA, shida yao sio MCAs, wanaenda county assemblies. Wao ndio wanapitisha by elections na by laws ambazo zina affect eneo fulani. Yaani tuseme kama mji wa Kisii leo, MCAs wakiamua huko waseme hakuna studio inajengwa town. Ni hivyo. Hiyo ni by law, ina affect eneo hili. Ni MCAs ambao wanafanya na hiyo mandate. Hiyo ndio mandate yao. Wabunge wanaenda Nairobi bungeni kusema kwamba wanatunga sheria ambazo zinashikilia nchi. Rais
ama governor kazi yake ni executive, kuimplement. yeye ni kuimplement Yeah. na kusign na kusema kwamba kama bunge mmesema basi na sisi executive tumeangalia na hii katika labda manifesto yetu tumekubali. Hiyo inakuwa sheria, inafanya kazi. Yeah. Sasa nani ambao sisi kama vijana tunastahili kushika shati zaidi? Hawa viongozi hawa chini ambao ni the legislators. Yes. Because by the way tuki empower na kuweka viongozi sahihi, rais hatakuwa na mamlaka makubwa ya kuba. Finance bill ilikuwa shida nani? Wabunge. Ya wabunge. Sasa kama sisi wenyewe hatuna kura, tutapigiaje wabunge ambao akili zao ni timamu ili wapate nafasi ya kutunga sheria ambazo pia zina utimamu fulani ili tujiendeleze? So what you saying is hata kama tutakuwa na the right president, if we don't have the right people hapa chini, if we don't have the right, even if we voted who was governor, okay, even if we voted who was president, even if we voted for our favorite, okay, kama wabunge ambao wameenda kufanya kazi na yeye, sio wabunge ambao wana uwezo wa kufanya hiyo kazi, ambao wamechaguliwa na wananchi hawa ambao wanalalamika. Sababu ukijiuliza vile vijana walifanya maandamano, they left for demonstrations, wakavamia bunge. Uliona wabunge waliogopa, yeah, uliona walitoroka. Ni kwa sababu wanajua shida zile ambazo tulikuwa tunazipitia wakati ule wa finance bill. Na ukiuliza kweli hata vijana wenyewe hawakuwa wamesoma hiyo bill. Sababu finally ilipitishwa, ilikuwa reject. Na hiyo kwa muda imekuwa ni zile moja ya shida ambazo kama viongozi sana sana wa vijana tunaweza kuzipitia, kwa sababu you know you can just not wake up and say no to anything. Because tell me, if you're not a registered voter, hauna ID. Angalia hata saizi ukipita mashinani, randomly just get a guy, muulize bro, babe, salama ground vipi? Unajua tumejipanga ni one time. Sawa. Haya, sijui usingeona tu hivi hata airtime. Sema haina shida, wewe ni ndugu yangu, lakini naomba namba yako ya kitambulisho ili nijue wewe ni mpiga kura wapi. Tunajua sasa, unajua ID kidogo nimeacha nyumbani ama ama sijui namba yangu kwa kichwa, lakini tukipatana tena nipe namba na kutumia message uangalie. Randomly if you sample in maybe a number of young people, if you get 10 people, I tell you for free, maybe 3 or 4, maximum 5 could be voters. And now that gives us a chance, especially ukiangalia baada ya uchaguzi huko Nyamahia, huko Nyansiongo, huko Ekerenyo, hizo uchaguzi ndogo za Nyamira. Jamani, vijana kuna vile lazima there is more that needs to be done. There's more that needs to be done. Talking of youth leadership, yes, there is a time Morara Kebaso was so active in the political space. Yes. Akasema mpaka alifika point akaanzisha chama. Watu wakasema kijana unataka kutukona, unataka tukupe pesa, lakini we don't see what you doing kwa ground. Yes. Vijana wakasema we are partyless, we are leaderless. Yes. Sisi tuko tu, sisi tukisema TikTok tunakuja, tunatokea TikTok. Do you think sisi kama vijana tumefika level ambayo tunaweza kutrust mmoja wetu na nafasi ya kutuongoza, na do you think hiyo idea ya kuwa leaderless, kuwa partyless ni kitu ambacho kinaweza kuwa sustainable katika political space hapa nchini? Not only in political space, even in your own home, you just can't be leaderless. It is not factual. You know, inamaanisha hamna mpango. Kwa sababu kama tumesema kesho saa 3 tupatane uga wa Kisii Park. Na tunataka kufanya maandamano ya amani ya kusema kwamba kitu fulani hatujafurahishwa nacho. Na kuuliza, lazima kuna mmoja wetu ambaye atachukua jukumu labda ya kutukumbusha, labda ya kwenda kuongea na the relevant authorities, kutuambia tutavaliaje. Kuna mmoja ataandika barua, sababu amwezi andika barua to the OCPD ama OCS na mseme tuko leaderless. Lazima kuna mmoja anastahili kutake accountability on behalf of in case anything happens. So it is not factual anywhere that you can operate in a vacuum. Lazima tukue na kiongozi at some point. Na sisi kama vijana nasema tu, wajua tunadharauliwa kwa sababu sisi wenyewe labda tunajidharau. Look at the situation where, for example, look at wakili Morara Kebaso. This guy stood up and said, hey guys, can we do what these guys are doing but in a better version? The first thing is, you know, tuseme ukisema Gen Z wako tribeless, for example, ama youth we are tribeless. That is a very general statement. Lakini ukweli ni mimi
nina wazazi na najua nilizaliwa wapi, Kisii. Mimi ni kijana na ni kijana Mkisii. Nikishamaliza kuwa Mkisii nitakuwa kijana Mkenya. Nikikuwa kijana Mkenya mimi ni kijana Mwafrika. Haya, sasa unajua those identities that you cannot erase because everyone in the world akona identity, akona roots. Haya, sasa if we want to be leaderless, then it is going to be factual, especially in making sure that things are running smoothly, making sure that the operations around what we're doing, you know, we can never operate in a vacuum. Now, Morara suggested, hey guys, you guys are in ODM, you're in Jubilee, you're in PNU, you're in KSC, you know, you're all over. Can we now have our own party, for example? Form one team. Form a bigger team. Some inject. Then we compete with hawa wazee and show them that we can do better. Ikaanza vizuri. Rahisi nao, sababu hawa wazee wanajua one of the challenges that young people are facing is unemployment, is lack of funds to do what they want to do. So what did they do? They took advantage of the few who could not sustain, who could not wait for the good things to come. Sema, hey, okay, here's a few coins, can you organize hii kitu iharibu kutoka ndani? We lost a big dream. Because I can tell you, as someone who has tried this before, the cost and the process of doing registration of a political party takes forever. That's true. The new party yenye Sonko launched the other day, the registration started way back in 2019. We're now in 2025. Ndio wamepata certificate more than 6 years later. Now, sababu hawa wazee wanajua mwendo huu sio mwendo wa rahisi. Wamejua sasa watafanya hizi vitu zikuwe very expensive to access. Now, that is where I said we need level-headed members of parliament who will go to parliament and realize the need to change, you know, how some of these things are done. For example, why do you make it so hectic for maybe young people to group into a political party, as long as it is not tribal, as long as, you know, the vision is very clear. You don't make it so hard for those who want to challenge the status quo, get it so hard to get access. And I can tell you, for example, that is why now you see hata hizi vyama zenye ziko affiliated now, United Opposition na nini, zimepata shida kusurvive sababu it is a bit expensive maintaining the status, because now a party like UDA, which is the ruling party, a party like ODM, which has been a major you know, opposition outfit in this country, gets in hefty, you know, check pay from the exchequer. Why? Because they have members of parliament, they have members of the county assembly, they have senators, they have governors, they have women reps who maybe subscribe monthly, and now by then they also get a chance to get maybe some of the monies from the exchequer. So that keeps them afloat. So when you're newborn in the village, it is tough to survive. So what I'm saying is, it is not so practical that we can be leaderless. IA's work. It is why in the East Africa Youth Assembly, I have to be there as the speaker. And at some point, my term will expire. Someone else will come and drive the whole journey. It is why we have a president. It is why in the family we have a father, you know, we have a grandfather, we have an uncle somewhere who is trying to take the direction that the whole team needs. So it is not practical that we, you know, we're going to miss out on having a leader for that reasons that I have explained. As much as we as youth would like to see a change in our political space, people have always said that our politics will always drop back to our tribal cocoons. Do you think there is a time tutatoka hapo na siasa ziwe sasa, we don't care about where you come from, tunajali kwamba wewe unaweza kutufanyia kazi sisi kama Wakenya? It should be the case, but it isn't the case. You know, it should be the case, but it isn't the case. Why I'm saying so is because you know, look at how for the last 60 years since we got independence, look at how kingpins of some regions have been rising to presidency, or getting access to senior positions in government because they insist they command numbers. Now, with such a mentality that tulizaliwa tukapata, and now finally vile nimekwambia, you know, factually everyone has an identity. Kuna mahali nyumbani, kuna mahali hata ukatae however decent you may want to sound, kila mtu ana
roots zake mahali, you know, I'm a Kisii, someone else is a Kikuyu, you know, someone else is a Mijikenda, and that now makes us Kenyans. Now, the only bad thing is the constitution is very clear that anyone qualifies to run for anything anywhere. Yeah, yani I can step out of Kisii, go to Kajiado, run for member of parliament, win or lose, and life continues. Because I am not grounded that I should live and die and operate from within. It is why we have seen members of parliament, like say Mheshimiwa Rama, at some point the current governor of Kisii Arati was a member of parliament in Nairobi. Yeah, we now have Mheshimiwa Rama, who is a member of parliament in Nakuru. We have a number of MCAs who are MCAs actually. They come from Kisii, the MCAs in Nairobi. We have an MCA in Mombasa. Yeah. So that is because the constitution allows anyone to do anything, so long as they've met the requirements. So long as the requirements I set anywhere. But now finally, you know, after we've sugar-coated the whole thing that we love it, that, you know, we're Kenyan, I will always come back home and say, hi mom, habari ya jioni. And I will be like, hey my son, you back home, welcome. So what happens to the whole scenario? And I said, you know, hey, Nani was here and seemingly, hey, this time around sisi kama jamii tumeamua. Now look at the current formation of the opposition. We have parties in the opposition which are tribal. They have a tribal, you know, configuration. In the sense that a party like say DCP has roots from Mulima. Now that DCP, say for example, has roots from Mulima, a party like Wiper has roots from Kambani. By virtue that the party leader comes from there. Kambani. So automatically it gets qualified that it's a party that has roots from Kambani. But now, you know, the law is clear that every party, for it to have a national outlook, must have a minimum of 1,000 members in 25 counties. For you to be fully registered, you must qualify by having a minimum of 1,000 members fully verified by the IBC across the country. Sikando chukue wauni wako tu waweke. Sasa mimi nashika Kisii, nishike Nyamira, nishike parts of Bomet kidogo, niingie Migori niseme chama yetu sasa hiki. Lazima utembee, uingie Wajir, uingie Northeastern, uende Coast, at least in 25 of the 47 counties lazima wewe ukuwe na 1,000 members. Now parties like Jubilee, which is a former ruling party, has a sense of national outlook, but factually it has roots from Mount Kenya, specifically from Kiambu. Yeah. ODM, my party, is a national party, but factually, you know, Nyanza, it has a sense of its roots from Nyanza, specifically Nyanza. By virtue that our immediate former party leader, the late Mzee Raila, was a party leader coming from Luo Nyanza. But you know, factually we qualify to be a national party. But now these are facts that we cannot dispute. That kila mtu anasema mimi nikishika Ukambani, mimi nishike Luo Nyanza. That is exactly now what makes the art of politics. I believe we can step out of that mindset, but for now we're there. Yes. Very nice. Now that you've brought in the issue of political parties, I want us to talk about your party. Because and also the issue about Matiang'i forming his own party, but now aliingia pale ndani ya Jubilee. Watu wamezungumza sana. People are of the opinion that he should have had his own political party, so that it would be easy for him when he gets on that negotiation table. Now let's talk about ODM. It has been said that after the death of Raila Amolo Odinga, so many political careers went with Mzee. Do you believe kuna wanasiasa baada ya kifo cha Raila, they will not make it past 2027? To some extent, yes. I believe, kwa sababu, you know, Mzee, for those who've had a chance and an opportunity of working with him closely, he was this person who could detect and see talent. He could see something that not everyone else was seeing. And you see, Mzee was part of the team that led this country to getting multi-party democracy. That you can be heard, you can be wrong, you can be right,
but still you have a right to be listened to, including when your opinion is not what everyone wants to hear. Yeah, that is why you see, even in our very own party, we have our SG at some point speaking a different language from the rest of the team. Yeah, you saw yesterday, early this week, one of the deputy party leaders, him, the SG, a few members of parliament faulted our chairperson that she's going to bed with the government. Yeah? That is the cost of democracy. That not all the time we can agree. We can disagree, but now can we do that honorably? That brings us to our case locally. ODM as a party, in Kisii in 2022, we didn't do well as in 2017. We managed to get one governor, 2 senators. We have in Nyamira we have 3 members of parliament, 2 elected, 1 nominated. In Kisii we have 3 members of parliament from the ODM party, which was under the Azimio coalition. Now I'm speaking independently of the ODM party because now the Azimio coalition at some point is not as strong as it was. That's true. Now, factually, as I said earlier about the formation of political parties and their inclination to tribal setting, those are facts that are in African set of politics that we cannot run away from. Now, for example, look at Jubilee. My brother, if today you drove from Rongo to Narok on a very sincere ground, how many Jubilee merchandise are you able to see along the road? Almost none. If you drove from the same route going to Narok from Rongo, how many orange merchandise are you able to see along the road, either people wearing them or you could actually see quite a number. You could see the same in Nairobi. You may see the same in Mombasa. You may see the same in parts of Nakuru. Yeah, you may see this in Kajiado, because someone or some people are putting an effort towards improving, access to party membership and recruitment and popularity in the grassroots. Now, look at our very own son, Matiang'i, who has been very senior in government operations, who exactly knows how these things go. What did he choose to do? He emotionally decided to join a party that has had a chance of running the show in this country kwa muda kidogo. Now, what do we get in return? We haven't seen at any point anyone rallying and saying, hey, listen now people, listen to me. We're now in Jubilee. Point number 1. Number 2, can you resign from wherever and come join me here as we build our own house to go and compete out there? No day. We haven't seen that. Neither have we seen anyone from the Matiang'i team rising and saying, hey, kuna madharau tumefanyiwa kama tuseme sasa, finally the fact is the Matiang'i candidacy is owned by the Gusii community. That's true. You know that if you look at it, I said Kalonzo is coming from, I have the Ukambani with me. Tukiji saying, listen, I am the password to the mountain. I'm the kingpin of Mlima. Mimi ndio ukitaka kuongea na Mlima, talk to me, I will translate to them. Yeah. Now, everyone, Eugene is equally saying, mimi na natembea, tumeshikilia Western. Now, what does that tell us? All of these leaders, they coming to the negotiation table using an experience that our former deputy president, Rigiji, learned the hardest way. He came on the table as a gentleman, negotiated as a gentleman. He is currently at home, jobless, because he could not have proper legal backing that had, that could give him a chance to renegotiate, because he didn't have the numbers. Like, wabunge wako wa chama chako ni kina nani? You saw the other day when the ruling party stripped off Kakamega Senator Boni Halwale of the whip position. They handed it over to their partner in the ruling coalition, to Senator Wakoli, who is an elected senator on Ford Kenya ticket. Now, that is a negotiation from
Moses Wetangula, who is the speaker and third in command. It comes with its associated costs and benefits. Ricky G couldn't manage to fight back because who are the members from his party? Who are the MCs? What is it that you bring on the table? So for this case, factually, you know, when you ukiweka emotions kando kabisa, because our people are very emotional, they're saying it is time for our own son. Ukiangalia tumedharauliwa, especially the Gusii community for the longest. Everyone keeps on saying, oh, Kisii County has around 700,000 voters. Nyamira sijui mko na 1,400. You know, now you look at it and like, okay. So saying that is around 1.1 million voters. But if you look at the numbers of the people who voted in 2022 against what we have as our numbers, it's almost not even half. Not even half. Because in Kisii, we had around 400,000 people voting. In Nyamira, we had barely 200,000 people in the voting lines. So where are these people? But now, what if we join the rest of the nation in pushing? Yani tusukume kabisa kidogo, we improve on our numbers. Hapa kule, like you see now what Luo Nyanza are doing. They have a target of 1.5 million extra voters. Yani, they want to go to the table, one, with a political party, the ODM party. Two, they're going to the table with numbers. So any team that they are joining, they will have a reason to say, listen, sisi, amwezi tuambia ati unajua. Hapana. We coming in with, look at the people, look at the party. So, what happens now, case when, from this region, we have, actually, we have Governor Simba Arati as a deputy party leader of ODM. We have former CS Matiang'i as a deputy party leader of Jubilee. So, where does that put us? Where are we? Then that puts us at a crossroad as a community. And now, moving forward on how we're going to survive, I don't know. But now that requires a stronger person to rise and say, listen, follow me. It is tough, but I am sure I am not misleading you. Nifuate, kwa sababu, mahali naenda, kuna uzuri fulani. You know, as our region, for the longest, in my very own polling station, in my own polling station, we have around 1,200 people. Voters. Wajakoya scored 6. Yes. I'm sure kwa watu wa kwetu. Mimi ndio nimeona Wajakoya. Na nimepata Wajakoya after elections. He didn't come to our area. But 6 people woke up. I'm talking of my polling station, not of my ward or my constituency. I'm a county. I'm talking of my own polling station. Wajakoya scored 6 votes. That is how democratic our people are. That's true. They listen to you. They look at what you do, how you do what you do. They decide that wewe mimi sifuati mkondo. I'm not following this way. Because now tell me, if actually Mwaura, is it Mwaura? Yeah. One of the aspirants got around 2 votes from my own polling station. Almost everyone in the presidential ballot, I swear, had a vote. And they never stepped. They never came to our region. They were not even so popular on TV. Yeah. But people said, listen, Mimi, I'm waking up, nipande pikipiki, I go to that polling station, I'm voting for Mwaura. That is how democratic the Gusii nation has been for the longest. If you look at how we voted in 2022, Ruto, with his unpopularity or popularity, or whatever the name is, scored some percentage. In Nyamira, he scored more than 50%. In Kisii, because now because it was a bit stronger, the Azimio team was a bit stronger. He scored below 50%. That tells you that the Gusii people are a funny lot. They're very democratic. They're not swayed with the no. I'm saying they're saying that this is the first time that we're going to a 2002 moment. But you see, if you look at the scenarios in 2002 and the scenario in 2027, there's a very big difference. In 2002, we had 4 people. 4 people. You're in 4 people, you win. You're not in 4 people, you go home. Right now, we've everything. We have the ODM, we have DCP, we have Jubilee, we have our own home-made parties, we have Kenya Social Congress, we have PDP, we have UPA, led by Nyamira governor. Those are homegrown parties. And they have roots in Kisii. Now, have we consolidated this team to work as one entity? No. Is there an opportunity to do that? Yes. Are we late?
Not really. If that is done, can it affect how we bargain on the national table? Yes. Who is going to do it? Now we have two men. Each is saying, I'm in control. The other one is saying, I'm in control. So let's wait and see where the Omogusi nation follows. But then you saying that these members of parliament who are probably who are elected on a ODM ticket or whatever party that is. Yes. They could argue that we don't want to resign from ODM and vie on a Jubilee ticket because we are supporting Matiang'i, because there is no time, sincerely speaking. We have like, I think, a year or so before we get to the 2027 general elections. So they're saying, let's wait until the official dates when you have the general elections, then we can resign officially and head to Jubilee. And also Matiang'i could argue that, why should I form my new house, yet there is a house that has resources, has the systems, it has tried this thing, it has got it once. Why should I struggle going around trying to find ways to form my new party, and there is something that has been handed over to me? Because there are also rumors that former President Uhuru Muigai Kenyatta is set to resign as the political party leader of the Jubilee Party, and that will be handed over to Dr. Fred Matiang'i. Do you think Matiang'i is okay with that kind of? No, that is you don't reason that way when you want to lead people. Okay. Leadership dictates that you need to take a position and ask your subjects to follow you, because you are the one in charge. This is what I mean. One of the pettiest excuses that I can get from a member of parliament who wants to support Matiang'i but still fears from joining him, that is a joke. Listen, bro. If I was elected in ODM, this means I believe, because you sign a code of conduct, I believe in the ideologies of the ODM party. I believe in what the ODM party, because in 2022, the ODM party had a presidential candidate. That's true. Yes. So if I read through, because the process of you registering as an aspirant has a whole regulations that you're supposed to go through, and you sign and agree that I'm okay with what I see. And if you have a reason to, to oppose, because that is democracy, that you cannot agree with everything. Now, if truly you don't believe that, you now believe skill is watu wetu. Mimi, I'm supporting Matiang'i, but I was in ODM. I no longer believe in the ideologies of the ODM party. What do? You resign. We go to by-election. You run. But as a country, we are in a very serious crisis. Does not matter. We now getting factual. Si tulisema tuambiane ukweli. Okay. Raila did this. He resigned from, I think, Fort Kenya. Ran on his own party. Recaptured his seat. Now, these guys are saying they're so popular, and our very own son is the man of the match. He is one to dictate who wins and who does not. Now, we can try that as early as February next year. Why don't they resign and say, hey, ODM, sisi kama jamii ya Wakisii, tutaki ODM. Sasa, let's resign and run on the party that we believe in its ideologies. This is Jubilee. Tuone matokeo. What would be the problem? Because we know ODM is saying, we accept criticism, and we okay that our internal wrangles could build the level of democracy in this country, especially in the political process. But then we don't, huwezi kula mara mbili. You must choose a side. You can never say one moment, I truly from my heart support, for example, the Matiang'i president. And another hand you say, I fear losing my seat on the same party that elected me. Because do you know what that means? If today, the disciplinary committees of the various parties, on whose members are not going in the same direction as the party direction, if they expel from the parties, I swear, we will have elections in Gusii region. So, but Bivon, are you saying that these members of parliament who purport to be supporting Matiang'i presidency, they don't believe in the man winning the? They don't. If they believed in a Matiang'i presidency, they should resign from the parties that elected them, that they had a chance to be elected from, seek a fresh mandate, riding on the back of the man they believe in the presidency. Tutaona matokeo hapo, and we so ready, especially as the ODM party. I can tell you hapa niliona watu matusi hasira,
wacha wa resign. Waende Jubilee. Tuende tu. Watu wanasema hapa 2027 no single member who will not be supporting Matiang'i will be re-elected. Why do we have to wait for 2027 when we have a whole 20 months? We have all the time. If I don't believe in my own journey, I shouldn't be the one shouting the loudest. If they believe in the Matiang'i candidacy, if they believe that Jubilee is the right party for the Gusii community or for the nation, any member of parliament with an interest of saying, if you're not supporting Matiang'i, you're going home, resign sahi. By March, I'm sure IBC watakuwa wametupea date tuende uchaguzi. Yes. Si wanajiamini. They saying our very own son is going to control who does what, who wins where. Yes, wa resign na tutakuwa kwa hizo vitu, tutakimbizana tu hapa. Matokeo si itakuwa hapa. If they win, then that will prove. Yes. Look at the same members of parliament from Central Mount Kenya region who've been saying, oh, DCP, sijui sikiza ground. Mshahara wanakula ni UDA. Sasa if they believe Rigiji was wrongly, you know, if they believe Rigiji alitolewa kwa sababu wao sijui nini, waacha wa resign kutoka UDA. Waingie wakimbizane under DCP. And I'm sure UDA will field candidates. Na itakanyagana sana. So unasema it's not about them saying verbally that they've left. Vitisho wa resign. Waingie kwa debe. Barua mimi niko na mafuta nipeleka Oranges. They are here. My own member of parliament, Engoko. We have Engoko kwanza yeye amesema mambo bado mtulie. 2:00 asubuhi. Tutaona hiyo Jubilee. We have Kibagendi, my friend Kiba, who is supposed to be the third governor of Kisii. My friend Kiba the third. We have Barongo. We have mishahara watu wanakula ni ya chama ya ODM. Yes. Sababu ODM imekuwa mbaya. Hata ile marupurupu sasa wanalipa kwa ODM. They sit in committees which was sponsored by the same party. Okay. So if they believe hii chama sasa, sisi kama jamii na mimi wananchi wangu wamenikataza hawataki mambo ya ODM, hakuna shida. They resign today. We go to by election. They recapture their seats and continue with the gospel. Haina shida. Sasa wanaogopa nini? Muda kama nchi I could wish to have time to debate with them. Muda hatuna time gani? 20 months. We have all the time. Kenya is a rich country. Resources ziko. Now, before we even come talk about if Matiang'i has the national outlook that represents presidency, let's talk about kingpinship. Because over time, nimeona hata actually jana, by the time we are recording this, jana the governor Kisii County amekwenda pale Nyamira wakiwa na his counterpart Mheshimiwa Nyaribo. Yes, we were there. Governor akasema mwenyewe kwamba mimi kama representative ama kama kingpin na msemaji wa jamii Omogusi. And I'm just seated asking myself, what exactly defines a kingpin na msemaji wa jamii? And also ask myself another question. Is it not supposed to be normal and practical that the senior most serving leader from a community ndiye anapaswa kuwa spokesperson? Kwa mfano kama wakati ambapo President Uhuru Muigai alikuwa rais, yeye alikuwa kama msemaji wa Kikuyu. Sasa hivi ukiuliza msemaji wa jamii ya Kalenjin wote wakwambia ni Rais William Ruto. Sasa hivi katika setup yetu ya leadership ya Gusii, CS Migos Ogamba ndo mtu ambaye yupo katika top. Amedelegate issues kwa governor wa Kisii. Kwa sababu let me tell you why. Okay. Migosi in Machogu ran against governor. Okay. They lost by 200,000 votes. 1200. That was bad. Na sasa you see that doesn't make him factual. Let's be very practical. Look at how the whole thing works. William Ruto has been a member of parliament from way back in 1997. Uhuru Kenyatta has seen parliament gates from 2002. Now come to our region. Who is the senior most? Twende. Governor Nyaribo has never seen a gate called National Assembly. Na yeye amesema miaka yangu hata sibishani na vijana. Vijana tafadhali, Governor Arati, he visited him the other day, uliona? Alienda kwake nyumbani kumwambia asante. Tutakuja kuangalia baadhi watu wanasema Governor Arati anaingilia mambo ya kaunti ya Nyamira sana. Hiyo ndio kazi ya msemaji.
Now, Yeah. Mzee Nyaribo yeye amesema mimi vijana sioni kama tuna shida. Twende tu. Mimi wacha tu nimalize yangu 10. Ana shida, mimi nimalize tu tamu yangu, niende nipumzike na familia yangu. Na hana mambo. Unajua ni mzee tu, hana maneno mingi. Haya, angalia sasa. Gavana wa Kisii. Gavana wa Sai wa Kisii. Mheshimiwa Gavana Rat. Alikuwa mbunge, alikuwa councillor. 2007 Nairobi. Akakuwa mbunge 2013. Miaka 10. Akakuwa mbunge 2017. Amekuwa gavana 2002. Nipe mwingine ambaye anacheza ligi kama hii. Bwana mimi na atuangalie. Twende tu. Ulisema hawa ukataja Uhuru Kenyatta. Na nimekuambia Uhuru Kenyatta ashaingia bunge. But it's not about their history. Forget nasema sasa the senior most political leader at that time automatically fits. Angalia Matiang'i. Hata MCA. Hii hata ubunge tu. But unajua he served in the most critical docket in this country. Lakini inaitwa former. Because what are you saying? How do we get niko hapa 7 years ago. 7 years ago I personally led a team. I was then younger. But you know, with a whole lot of ideas. I will give you a link to those interviews and you'll see what we did 7 years ago. Where we did regional movements and formally was a vote kutoka 45 votes in Kisii, 20 votes in Nyamira, agreed, including the Umugusi Council of Elders. This guy fits the bill to lead a community. 2018, yes, 7 years ago. You can check that on YouTube. It's evident. We moved in all these words, asking for the people's opinion on who fits the bill. Kina Matiang'i hawakwa, walikuwa. But people, what are you saying? So the likes of Sam Ongare should just sit down. Professor anaitwa former member of parliament, former senator. Former. Sasa, we cannot go back. We currently have a sitting CS. Thank you, but he has never been politically ranked as the highest serving. Then yeye hajataka sana kuingilia katika mambo. Unajua, when we want to gift you, we can never force a gift on you. We can never, leadership, you can never force someone to run with it. These things are never given. Hakuna mtu atamka akupigie mokaya wewe. But si gavana anajitangaza mwenyewe. Sababu alipewa na watu na 2018 huko. 2018 na amebeba kesi hii mbele. Kutoka 2018, 2019, 2025 sasa tunafunga. Tuingia 2026. Yeye tu hakuna mtu amesema sasa na mimi nimeita wakazi wote wa Kisii. Hata Matiang'i mwenyewe hajatweeta sisi aseme fungua hiyo stadium. Na leo mimi najitangaza nasema gavana sasa wewe kaa nyuma, mimi ndio msemaji rasmi. Akisema basi tutaona Mheshimiwa Matiang'i hataki kupingana siasa. Lakini nimekwambia before you go to any table, you first have your small bedroom, bed sitter clean, because wageni wako wanajua nyumba yako kweli sio kubwa lakini ni safi tu. Basi unaweza beba meza mkae nje kwa jirani. Kwa sababu kwako ni kudogo lakini kusafi. Wageni wanasema ajua alikuwa na nia lakini kidogo ni kudogo. So we can now shift to the neighbor. Now tell me, if in an event today if we drove around again, I can dare you. Governor has been here for the last 3-4 months. He's been to Kajiado, he's been to Iten in Elgeyo Marakwet, he's been to Nakuru, he's been to Kisumu, he's been to Nakuru, he's been to Mombasa, he was in Kajiado, he's planning now going to Nyeri, you know, and moving across. So rightfully, what is the message? That we as a people, we have come to tell you that the Gusii Nation is prepared to get a chance to run the show. In 2018, I'll share the videos and you will give the viewer a chance to see what I said. Now, one kama yameenda kando. I said it and I can repeat it here today. That this guy here, Governor Rati, you know, is among ako tu na utafute siku tu muita kai kiti hiki you need to nimuulize Kingpin nani anampa alimpea. Sasa these things bro hakuna mtu atakupea. You know, if Matiang'i feels that he is okay, assuming he avoids local wars, you know, he has the rest of the country to and ask people that listen, forget about
those madmen. Ni pesa natafuta niwapeleke Mathare. Wachana na huyo kijana. Labda. Mimi ndio rasmi nimetumwa na jamii. Lakini ndugu yangu kuna kujipanga. Na kujipanga. But he has been meeting with leaders from which leaders? Kuria, from people. Governor Arat didn't even meet leaders. He met the people. You see the difference? Nani wengi? Viongozi ama watu? Lakini viongozi ndio wanawakilisha watu. Nani wengi? Aya, if that is the case, Governor Arat here was here with the entire County Assembly of Nyamira, the entire executive arm of the government, representatives from the health sector, from the trade sector, the LSK, the entire team was at the center of power in Motonto, trying to siphon wisdom from, from like, how do we run our community? How do we move? How swift are we supposed to move? And that is exactly where we are. That brings a stop to the whole debate. Who runs the show? People are saying Governor Simba Arati is not even interested about him being the kingpin or the spokesperson of the Mogusi community. All this that he's doing the tours and all that, he's doing that so that he can get the attention of the ODM leadership, because people have been saying that he really wanted the ODM party position. Why does he need the attention when he's the deputy? He has deputy as Raila, mwenye amekufa. Automatically, he has been ratified and confirmed as deputy party leader 1. Because again, if you look at the deputy party leader, he's a senior most. He's a confirmed heir of the party leadership. 2, this is a founding member of the ODM party. Number 3, if it is the attention he needed, he knows where to get the attention, from Oranges, not from Iten, which has a governor in Elgeyo Marakwet, governor of UDA. But people say, why do you need attention of ODM leadership in Eldoret? Why? Which is a bedrock of the UDA party, which is the center of the UDA party. Optics. Optics. Ndio hizo. Exactly, now you come to my point. Why is it that it is so hard for our very own son to also get the optics and also get a chance to get the attention of the state leadership? He's a diplomat, apendi mbwembwe nyingi. Sasa mbwembwe na mchezo huu, basi diplomacy inafanya kazi Marekani. Hiyo diplomacy ni kuvaa tai, kuingia ofisini, red carpet. Siasa lazima kuchafuka. Kidogo lazima uvute shati juu. Ndio maana ukiangalia shati yangu kidogo vile nimetembea vijijini kupeana unga ya Christmas. Kidogo kuna but they will come talk about hiyo mambo. Tukimalizia mambo ya unga ya Christmas. So vile kuko sahi, ni kubaya. Ndugu yangu ni kubaya. So you want to say authoritatively that Simba Arati is the official Simba Arati in 2032. Kimaliza yake 10, I'm telling you, he's going for the house on the hill. Hiyo imeenda hivyo tu. Imeenda tu. Ile ndoto ya chai, jamaa anabeba hiyo ndoto Simba Arati wewe. So nasema Matiang'i kitu 2027 tunaona Matiang'i ndiye anachukua kwanza. Hamna shida. Amejipanga vipi? Safari ya kesho upangwa leo. Gavana ndio anatangatanga kila mahali akitafuta marafiki, akitafuta uungwaji mkono, akipanga kazi na kutafuta marafiki. William Ruto mwenyewe amepatana na wabunge vijana actually middle after election, and he told them in 1997 alienda huko, was it in Kiborek, ni mbunge wa hapo Mogotio, yes. Alituma Kiboreka aende kuona kama Ruto hakuenda kusaini kitabu akina mchango shuleni Mogotio 1997. Ruto amekuwa president 2022. Miaka ngapi kutoka 1997? Sasa rafiki alipata hapo kama chairman wa board ya shule, amekuwa rafiki yake kutoka 1997 mpaka 2022. Sasa elections are barely 20 months away. You want to tell me that you are a diplomat seated and waiting for miracles to happen because someone told you Uhuru Kenyatta, the very own Jubilee party leader, my brother, has nominated makoligi wa Matiang'i ambao walifanya kazi kama mawaziri to the current cabinet. Look at Mutahi Kagwe, look at Lee Kinyanjui, and two others. In the same cabinet yenye Matiang'i ameambiwa aseme ni one term. Sasa nani anadanganya mwingine? The ODM party donated experts. Na Jubilee sababu wao sio expert kabisa. Experts ni kama Mbadi hivi, Jojo hivi. Jojo is not. Migodi na mining wewe Johnny. Yeah. So, you know,
factually kuna mwenye hapa mimi naambia tu watu wetu hivi kidogo tu mnatutusi saa nyingine mnakasirika kidogo. Lakini bado kuna vile kuna mambo atuambii. Kwa sababu Jubilee ambayo inastahili kuwa arm ya opposition, a very senior partner in the opposition, has cabinet members. But even there's something you said, kwamba even at the issue ya kingpinship, you don't announce yourself. You are given these things. So this thing is conferred upon you. Mimi hapa hivi kwa hii video nakopea video, nitaweka, wewe utaweka, utauliza watu ilifanywa haikufanywa, na wenye walifanya wazee wakamtawaza Mkuki, Ngao, wakusema wewe kijana, sisi tumekubali tupeleke mbele, na sisi wazee tutakaa hapa, hatutaka mbali. Ukiona mkutano ambao ulifanywa huko Motonto, the center of power, juzi tu kama 2-3 zimepita tukirekodi interview, utaona kwamba wazee wale wenye walibaki wako hai bado walipata nafasi, wakakuja and they reinsisted that sisi tulikupea na hatujasema hatukupei, twende. Sasa pande nyingine watu wanauliza watu gani? Watu gani? Hao wenye wana kura vijana wa social media, na tulishakataa mambo yao, washike kura ndio waulize. The issue about Matiang'i vying for presidency, hata yeye mwenyewe watu wanasema he didn't want this thing. Bas kama hataki, it's people who told him, wa Kenya Gen Zs tumeongea na wewe hapa, tumeelewana. Kwanza the first assignment wao wakuje wajue nyumbani, waulize chief ni wapi, wasainiwe, wapate ID kwanza. Nilikuambia wanasema pili waende huko sub county offices for constituency, wajue ni wapi, wachukue kura. Namba ngapi? 2. 3, wapunguze mdomo kwa mtandao, wakuje wapate wamama zetu hapa, waone shida wako nazo, na wajue ni kwa nini wamama wanasikiza Governor Arati awafuati mambo ya Matiang'i. We naye ngoja tuulize. Jana siku ya jana tukirekodi video ni jana sasa. Hao ambao walipata msiba wale ilikuwa zilikuwa familia ngapi zile? Kama 8 ama zilikuwa 8. Haya basi, msemaji wenu nyinyi alisupport vipi na 1,100? Sasa ukioja tu pesa yake halali, ndugu yangu. Wengine wametoa wapi? Kwani gavana ana mshahara? Mimi sijui. Yeye mwenyewe Mheshimiwa Matiang'i hana mshahara kwa sababu alisha resign pale World Bank. Nani alimwambia akuje? Wakenya mapema. Wakenya wagani wenye wangemtumia hela basi alete tusaidie jamii zetu ambazo zimefiwa. Lakini mtu anatoa kwa uwezo wake, ndugu yangu. Sijakataa. Hata mimi saa nyingine kuna mahali nikienda tu naambia watu leo hii hata mkininyonga sina, lakini shida sababu sina. No, tutapanga tu ile kidogo iko, tutasaidia familia ikuwe kama handkerchief ya kupanguza machozi. Lakini nasema what is this that is keeping him that busy that he can't even show? We've had a number of events mazo mingi. Unajua siku nyingine hapo Shabana, timu yetu ya nyumbani walienda kucheza Mombasa. Streets mapema saa 4. Matiang'i ndiye mtu wetu Mombasa. Shida gani hivi bro, kubeba tu chopa Nairobi kuanguka Mombasa kujoin timu yako kusema tuko hapa. Sasa gavana wa Kisii akikaa na rais kumuuliza, ndugu yangu vipi basi ulisema makosa gani? Mnakasirika nini? Watu wanasema hawa viongozi mnatumia every opportunity that you have to fight your own son. Hakuna mtu amefight own son. Sasa mwenyewe anajipiga risasi, tulimpea nafasi kumwambia sikiliza ndugu yangu, toa milioni kidogo kwa mshahara ambao ulipata, na milioni hana. Basi akae nyumbani. Ni kubaya. Sababu mimi mwenyewe nimekwambia nina uwezo kidogo. Unajua watu wetu hawa wapiga kura wangu hawa mimi nawajua, nimedina wao. Wanasema wewe kuja ulive alafu kuja tu alafu kama unajua ndugu wana hawa tu hivi tumekusikiza, lakini tutafikaje nyumbani? Ndio listening allowance. I call it listening. Mheshimiwa Maraga unakumbuka ile time alisema mimi sina. Nani? Maraga. Na sasa nani anafuata mambo yake? Former sema moja nani? Yeye ana bodyguard, ana driver, ana gari ya serikali na mafuta. Sasa si ana uwezo wa kuzunguka tu juu vitu ni za serikali anatumia. Sasa makosa ni nani anamfuata? Sema moja. So unasema Matiang'i is not doing enough? Not even enough. He's doing zero. The whole sema kimoja na kuambia hivi bro. Juzi huu kijana wako blogger Meja mnamuita aje? Alienda kuona Governor Arati. Akauliza unajua shida unajua huko sijui pande hii kidogo kuna vile unajua mimi niko na arrears kidogo. Sasa unajua acha tuone sasa ile kidogo iko. Lakini kwa sababu akishapata nyinyi mlitisha yule kijana mkamwambia njoo. Nani hakuna mwenye alitisha. Aliomba tu ile niko jumba akasema mimi naomba kukuona msemaji wetu. Lakini kijana mwenyewe baadaye alifanya video akasema bado na one hapa nimpe evidence.
Kijana alikaa akafurahia akakula kwa mandhari mzuri akapigwa bahasha. Hapa ndio headquarters ya Gusii region. Na ni hivyo tu. Unajua sio kwa ubaya. This young man who finally managed to be a governor at 40 is a man who was inspired most of us, you know, rising from kukata sukuma wiki in the Nairobi slums to rising to running the show home and away, that he can still go to a town far away and still get the numbers to say, hey, we want to listen to just some few minutes and we go. Look at it this way, bro. Unachoka hapa, unaelekea Eldoret, hauna acha Eldoret mbali. Angalia tu hapa Matiang'i. Mimi nilipata nafasi ya kukaa naye Nyansiongo. Akitoka Nyansiongo kuja Gusii. Governor Arati ndiye mwenyewe alisema fungua stadium sisi tuingie nini na Matiang'i. Kama angekuwa na nia mbaya na sio ndugu yake. Unakumbuka Matiang'i alienda kuvunjiwa mlango na serikali hii. Bado watu walikuwa wamesema hapa nani wa kwanza alitangulia huko. Governor Arati alisema kuna video irudi njiani, alikuwa amefika Maimai kuja Kisii. Akasikia ndugu yake ndio anabomolewa. Yeye mwenyewe alirudi kwenda kuangalia situation vipi. Kwa sababu ni ndugu yake. Na kweli tu ukifuata vizuri, you know bro, utaangalia utapata Governor Arati na Matiang'i hata hawana kitu ya kukosania. Ni watu tu na midomo na hasira na emotion zetu sisi kama. Lakini kama Simba Arati au watu wenyewe wamesema kwa sasa tunamtaka Matiang'i, mbona gavana anapinga? Hamna shida, gavana hajasema hataki Matiang'i, amesema jipange vizuri. Na mimi si asaidie ndugu yake kujipanga tu. Na mimi nimekwambia chama chetu cha nyumbani ambacho kina ukaribu kidogo ni ODM. Hapa tu majirani. Sisi wenyewe ndio tumetusi majirani. Mzee ameaga, kama bado tuna uhusiano mbaya na hawa majirani wetu ambao tungesema unga wangu leo kidogo na kama maji imetokota kidogo niongeze, alafu siku nyingine na mimi nimejaribu, nimekaa nawe, nimekuwa nikikusaidia kama ziwa, watoto wako wanakula. Leo hii nami ni kama wakati wangu ni leo. Nisaidie hao majirani hao. Lakini sasa hivi angalia uhusiano wetu na majirani wetu. Sio mzuri. Imeletwa na nini? Hasira za watu. Hasira bwana bibi. Majirani ambao unasema wakati ambapo Mheshimiwa Raila na Mungu azidi kuilaza roho yake mahali pema, wakati ambapo alidonate experts kwenye serikali, hakuona Mkisii yote kwenye hao ma experts. Sio wako na walikuwa kwa line up. Unajua angalia. Uhuru alipewa nafasi. Adonate experts. Ndio waje qualify kwa experts kama ODM. Alileta watu wagani? Wa Kikuyu tu. Raila alienda Turukana, akabeba Msuba, akabeba kila kona bro. Hapa tuna Mjaluo tu mmoja. Angalia kuna Wajaluo wawili. Hapana, nani? Yupo Mbadi, yupo Opio. Mbadi sio Opio na Mbadi actually sio Wajaluo. Yes. Mbadi huyu Msuba. Opio ule kutoka Ugunja ni. Angalia fuata tu. Utajua sio Wajaluo 100%. Kweli huo. Raila akaenda Turukana akabeba mtu. Akaenda Mombasa akabeba mtu. Marafiki zetu wa Jubilee walipewa nafasi wakaleta nani? Wewe. Nani kweli tu rafiki yetu? Alafu kulikuwa na mpango. Hata rais mwenyewe alisema tumejadiliana na rais na nimejua mmekasirika kama jamii. Lakini nina mpango wa kuhakikisha kwamba I know you have senior leaders, which is true. We have very good people. We have our former leaders who wenye walitoka ofisini very capable of running the show. We have younger people. Wa sharp sana hapa Kisii. Vijana wakali sana. Wakipewa nafasi najua watapiga kazi kuwa. In the whole process sasa tukakasirika. Sasa nikuulize ndugu yangu, unanigombanisha mimi kwamba mimi ni member wa chama cha ODM ambacho sio chama cha nyumbani. Wewe mwenyewe ni member wa Jubilee, chama sio cha nyumbani. Sasa nani ana haki ya kusikia vibaya kwa mwingine? Chama kinaongozwa na moja mtoto wetu. Sababu Simba ni wa kijana wenyewe. Wewe Simba hapa Mkisii, gavana mwenyewe amekaa ofisi miaka 3. Lakini haulizi rais. Anaangalia mtu ambaye ameanza safari ya kujipanga. Matiang'i mwenyewe hajashika microphone aseme naita Wakisii wote wakuja hapa nyumbani kwangu tukule mbuzi niwaambie nataka kuwa rais. Sema siku moja amesema. Si alisema ule wakati alikuja hapa. Hakusema directly. Tafuta video weka hapa. Tuone comments, leta video tuone hapa. Hakusema directly, aliongea na Kikisii wakati tuna national media houses. Sema siku bro. Sisi wenyewe tunasukuma kijana wetu abebe msalaba mwenyewe. Hajajipanga. Angalia. Mimi kwa nini?
Actually tukifuata vizuri wale watu ambao Matiang'i akipata nafasi ya kukuwa waziri alizungusha tauni hii, niko kwa list. Unajua hii kuna siku watu watashika microphone na hapa watu wataambiana ukweli. Kuna watu walipoteza kazi, kuna polisi ambao walifutwa kazi, kuna walimu walikuwa demoted. Wewe ipo siku watu watasema yale mambo ambayo yalitendeka. Kwa hiyo time bado miezi 20 kwenye election. We have a whole 20 months to election. And a lot is going to happen, including what if one day you wake up very early and on your page what we seeing you posting is a photo of our very own son with the president. Utadu. Siasa na wanasiasa mambo mengi. Interest. Watu wamesema kama hiyo picha basi itatokea ni ya Rais William Ruto kusema basi naunga Matiang'i mkono. Rais mwenyewe anatafuta kipindi cha pili na anaenda mbio. Tayari ashajichagulia mwenye anataka kugombea naye. Rais mwenyewe amejisemea mimi nipe Kalonzo. Wakenya wamesema Wakenya wagani? Matiang'i does not even need a deputy in 2027. Hata yeye mwenyewe akisimama basi tu Wakenya mimi sio mtabiri lakini na siyajui sana. Lakini mbele kugumu. Mimi sitaki kusema kwamba one day I could also wish to be in 2022 when I was campaigning. I used to tell my people that I'll only be your MCA for 5 years. Then I serve as your member of parliament for another 5 years. Because the executive seat of the governor has resources and can change lives of people. I won't mind to learn experience for 10 years. Then I rise immediately to presidency and serve my 2 terms and go as I go. I retire and go so that I give other people an opportunity to rise. Now tell me, what happens to a dream whose owner is not willing to jump into? Look at it this way, bro. You cannot run a presidential campaign like a local MCA seat campaign. That requires proper logistics. This includes having your own media team, having your own sound system, having your own local merchandise. You can never run an election campaign using another man's pocket. Media team wako na mabloggers use ya meta bloggers wake huko. I can name them. I can name them. Look at what Rigiji is doing. Look at what Kalonzo is doing. Look at the meetings Martha Karua has been doing. Look at our very own. Huyu rafiki yetu huyu natembea huyu. Gavana tu. Amemanage naye, ametembea Kenya, ameingia hata Kisii. Alikuwa Kerenyo. Sasa natembea is barely a deputy party leader of DAP Kenya that is domiciled in Western Kenya, huko Luyani huko. But he has managed. So unasema Hassan bado? Bro, he has akona nafasi kubwa sana. Lakini there is more that needs to be done. Let me tell you, Matiang'i has an opportunity that Kenyans want to listen to him. Kenyans want to hear him talk. Leadership must instill hope. You must keep reminding the people following you that we are moving. Yes. The people who follow you must be sure that the train they're boarding is the right one. If you don't, Rais Ruto ata launch affordable housing usiku na mtaiona kwa TV, watu wanasema ama Ruto sio mbaya, ni sisi. Rais anafanya ni sisi hatuoni hivi. Ama and you see bro, elections at times, especially national elections, I won on narratives. Yes. Once our son was branded lazy, he had an opportunity to prove it that he isn't. Yes. No one is going to give you anything, especially in the political game. If there was an option, I keep saying this, if there was an option that I could support our people, do everything with our people without necessarily running for political seat, I could want to do that. But the funny reality is, me and Matiang'i must face the ballot for us to get a chance to implement the ideas that we have. That is the only sad reality. So for the whole context, personally, at a personal level, I have zero issues with Matiang'i. Nothing against him, totally. But now, as someone who also has a dream and a future to chase, hiyo kiti ya urais anaichezea, haitafutwi hivyo. Now, the best he could do, he could find the best of, bro, you cannot move and bargain
when you cannot tame your troops. So tell me why Matiang'i allowed, for example, yeye mwenyewe alituletea Governor Nyaribo. Fact. Matiang'i supported Nyaribo openly and said he is the man of the match in 2022. Nyaribo won. Now, wrangles in the house. First, the immediate former speaker of Nyamira County Assembly was a member of the UPA party, which is a party that is associated with Matiang'i. Wrangles are always here. The speaker is home. A new speaker is in. By-elections are here. Impeachment is here. Who does that? Have you ever at any point had wrangles escalating where msemaji wa jamii, Governor Arati, is involved? Who ran and solved the mess in Nyamira? When we have our own son Matiang'i seated pretty huko Nyasiongo, which is in Nyamira. Actually, alikuwa anafanya kazi chini ya maji. Kazi inaonekana hakuna shida. Ukifanya kazi tunangoja matokeo ipige kelele. Wewe fanya chini ya maji. Hata saa hii kama kampeni yake ni chini ya maji, hatuna shida. Kelele iko kwa matokeo. It is evident that if you cannot tame your troops and manage and control and make sure things are working, because we cannot afford having a major player out of the main match. We're going to finals. Na players wetu wako injured because they feel excluded. You tell me you want to lose, for example, Governor Arati and Governor Nyaribo, and replace them with who in your team? If you don't have Governor Nyaribo, an elected sitting governor, running and manning a whole county, either you like him or you don't. Factually, until another opportunity comes. You want fresh blood, bana kwa. That is okay. Who are you replacing him with now in your team? Because elections are 20 months away. So what is the optics zinaonekana aje? That when you go to Nairobi and meet your fellow opposition leaders, they tell you wewe hata hii kesi tu ya MCAs wewe ungeingilia, where majority of them is actually UP MCAs, his party. Wewe bana. Let's talk about kwa sababu unaona muda umesonga, two issues. MCAs wameonekana in a number of counties wakijaribu kuwa ni kama wana blackmail governors. That's how Wakenya wengi wamekuwa kiangalia kwamba kwa mfano gavana akisema hii kitu chenu ambacho mnajaribu kusukuma, I'm not pro it, wanasema wacha basi tuweke motion hapo tumuondoe. Na pia kuna wale wanasema kwamba kama gavana amekuwa impeached, basi yule deputy wanafaa kwenda naye moja kwa moja kwa sababu walichaguliwa kama ticket moja. Do you think that should be hivyo? Na pia ama MCAs unafikiri kwamba wanatumia powers zao kama county kuweza kublockmail ama governors? You know what happens, bro? And I can confidently say this. You know, at times, the members of the county assembly also need to be heard. Okay. These are representatives of the people from the lowest unit of governance, the ward. The ward is the lowest unit of devolution. Yeah. These guys, ladies and gentlemen, were elected. Some were nominated because they're representing special interests within the whole setup of administration of the county assemblies. Now, one mistake that happened during the formation of devolution is that MCAs don't directly get their resources from the exchequer. The monies that are supposed to even run the operations in the assembly come through the executive. And I am telling you, wacha tu maneno mingi, the bone of contention ni hiyo. That a sitting governor could wish to have some projects run based on his pace. Yani anataka vitu fulani ifanywe mwezi wa pili, ingine mwezi wa tatu, mwezi wa 4. MCA ameshika microphone huko kwa Matanga kijijini akasema barabara hii nipe wiki ngapi? 2. Akirudi town anapata budget tayari ilishapita na wiki zile 2 zimepita kama barabara fulani alisema haiko kwa budget. So what happens? You know, literally must start begging. You know, kuna vile this is now as a man or a woman with a straight mind, you may not do that all the time. So kidogo unasema bana we umetusumbua vya kutosha, wacha tafute a different route. We can always find you know, a constitutional loophole that can give us a room to do what we're supposed to do, so that upate nafasi ya kutusikiza. Uje tusikiza, utaki kutusikiza. So that is exactly the bone of contention in the whole game. So mimi I feel kweli tu wapewe tu their monoton. Let them run the show.
Yes, because we have constitutional guidelines on how assemblies should run. They know what they should do because they cannot just do things because they're doing them. Yes, wacha wapewa nafasi, pesa yao ya operations, mshahara nini ikuje straight. They have the speaker, the clerk, they wakwenda huko wafanye kazi yao. So that now they have a chance, because the roles, part of the roles of the members of the county assembly is to oversight. They legislate and of course represent the people and the interests of the people in the platforms that they sit in, especially the county assembly. So if you cannot oversight the executive because you don't have fuel to go see how a road was done in your area, you can't. Yeah, that's true. Because maybe the executive said watulie kidogo tutapanga. I'm telling you, more than 80% of the assemblies are going home bila bob. Sai ukiona MCA pia hata dhao bwana. I'm telling you. Kipita hivi pita zako. Ukiona MCA mshikishe katao. MCA mwambie bro, we ni rafiki yangu, ukipata utanitumia. Pia Wallahi. Kubaya. Hiyo kidogo hivi ni kama especially with the challenges from the exchequer. Counties haven't received monies for a while. And now watu wenye wanaumia sana najua. Sababu pesa ikifika kwa executive, yeye ndiye anaamua sasa. Watasema kwanza acha tulipe madeni. Huyo sasa assembly tutatuma ya mwezi wa 6 hii. Sasa ukiona ama ndugu zangu na madada zangu MCS wape kitu. Msikue wachoyo bana. Wakikuwa nayo nao wanawapeanga. So sahi. Sasa kwa sababu nataka tumalizie. But people have been talking kwa sababu ni Christmas time na nimeona wabunge wengi sana wanapambana kupeleka maunga manini. Watu wamesema kwamba hii kitu ni wanaendeleza umaskini katika jamii yetu. Wanasiasa wanatumia udhaifu wa wananchi kuendelea kuwafanya kuwa maskini zaidi. Yaani ni kama kuwa vomiting on their faces kwamba hakuna namna. Unajua ni vile director ni kama ako busy. Ningekuonyesha hapa. Kweli tu. Sasa hii tumekaa nawe hapa muda kidogo. Niko na miss call ngapi? 12. Barely 30 to 45 minutes. Na nikifungua I can bet my kidneys. Hapa nitapata ni watu wa nyumbani pia wananiuliza vipi? Wewe ulifanyaje leo? Tulisikia ulikuwa mtaa alafu sisi hukutupanga. Unajua even the whole mess, you know, the same voter, nasema hawa wapiga kura hawa marafiki zangu lakini waongo. One moment they don't like it juu mna promote maskini. 15 minutes later they're like, hey, wewe tunatuizi kaa hivi ni kubaya bana, organize ka kitu. So you know, the political class will always find a way. Yeah, that's a fact. That's true. Imagine for the longest in Kisii region hatujawahi pewa relief food. But bro, imagine sasa ukipita mashinani watu wanakula maharagwe ilitoka kwa national government as relief food that I don't know was supposed to go to which region. But because of the demand ya wapiga kura hawa, sasa inabidi tunapiga hesabu, nikipata zile gunia 50 za relief food, hii ni maharagwe kilo kama ngapi? 300 hivi. Ni balance hivi kidogo, unajua? So that mtu akipata kaunga kidogo, apate mafuta hapa kidogo, apate sukari, aingie. But this has been made possible by the same voter who has a demand and wants to prove that wewe ni kama upeani, basi sioni kama unatujali. Umeelewa? Sasa what do I do nikikuwa cornered? What do I do? You corner me, I find an option. What do? I go to Sony Sugar. Nauliza director, vipi? Niko na 1500 tu. Nipangie tu nusu hivi. Nisalimie wapiga kura wangu nyumbani. Sababu ukienda bila watu wanasema huyu hatupendi huyu. Kweli wewe una hesabu yetu. Na sisi hatuoni tukiwa na hesabu yako. Nani anataka kutolewa kwa hesabu? Sio mimi. So lazima kama mwanasiasa ujipange. Lazima ujipange. Lakini I'm telling you for free, the enable of all this. It's which is not so good a culture, because honestly we cannot run a country based on, you know, handouts. It's true. Not sustainable. We can do better, that we can create an environment where every family is at a position ya kujifurahisha wakati huwa hizi sherehe sikukuu nini. But now because the environment is not so friendly, na unapata labda watu wenye wana uwezo tu ni wanasiasa, so they steal the show and run with it. And I'm telling you, those of us who are not so comfortable with this,
bwana hatuna option. You try telling people unajua mliniambia ningoje mtanipanga, wanakuambia lakini hujatupanga. Kwani nikuonyesha ujumbe hapa you yes, but now these are a sad reality these that are we our have people. to, They have seen us grow. They some genuinely love us. They also want good leaders for their community. So you really have to do what you can to make sure it is running. So we get there. I don't know, but for me personally, that thing waga inaniuma sana. You see, even the idea of kupanga hivi, hiyo kitu bana niuma sana. Alafu kupanga, alafu kupiga picha, you know. Sasa unajua umetulia tu hivi Nairobi, unapiga hesabu unatafutaje fare, unaona mama yako ananengua kiuno. It's very sad, but ndio sad reality, we have to live with it. Now, two things nataka tukimalizia. As the president or the speaker of the East African Youth Assembly, kuna vijana pengine wanasikia for the very first time. What do you guys do there? Lakini pia tukimalizia, your aspirations 2027 ziko namna gani? Huko East Africa Youth Assembly is a make of the East Africa Legislative Assembly. We work as a model of the YALA. The East Africa Legislative Assembly has a number of nominated members of parliament from various countries within the East African region who discuss matters East Africa. So on the same model, East Africa Youth Assembly was founded to discuss youth affairs within the region. Especially look at it, we had the elections in TZ recently. No, let's start from Kenya. We had demonstrations in Kenya last year. 95% of the people who were involved were young people. Were their thoughts heard? No. Were they fully involved in making sure their thoughts were heard? No. Now, we at the East Africa Youth Assembly, with representatives from all these countries, we immediately convened a session and had debates on part of what we feel could be possible solutions that we recommended to the East Africa Legislative Assembly. We recommended this to the East African community. Then we did this to the African Union Commission. Then we also made a recommendation to the Kenyan government on what we feel, based on the outcome of the debates, that could be the best approach to what happened during the demonstrations. Recently, we had the Tanzanian elections, and you saw 95% equally of young people were fully involved. They were the most hurt, you know, and we also had a session. We've done recommendations to the EALA, ESC, African Union, and of course the Tanzanian government, recommending on what could be done so that young people again don't get themselves in such a mess. Because the only challenge here is African leaders don't give young people a chance to hear them. They believe they are violent, which is not the case. Young people want to be heard. They want to be listened to. They want to feel cared for. They want policies that also favor their interests. So that is exactly what we do at the East Africa Youth Assembly. It is the first time a Kenyan is holding the position of the speaker, and we really don't work on salary. We are an organization that works on maybe say a bit of allowance that facilitates movement here and there. Then we convene sessions. We meet the relevant authorities that have an interest in youth issues. That is what we do. It is a 2.5-year term. So from January I'll be running for my second and last term, and which I hope, again, based on how we've done what we've been doing, najua nitapata nafasi tena ya kuwakilisha. How do you usually get ni watu wanakuchagua? Wabunge kutoka countries zote za East Africa. We have like in Kenya we have around 200 something members of the assembly who now sit during the session. Some members of the assembly, join us virtually. Those who manage to travel physically, we operate from Arusha in Tanzania. Yes, that is where we operate. That's good. That's good. Now, for the people kutoka, kwa sababu I know you come from the great count of Nyamira. Yes. 2027 kuna wale wanauliza Mheshimiwa Bifon Magara anajipangia wapi, so that waanze pia wao kutafuta darubini mapema. Zungumza nao. Mimi tu kwanza, in 2022 when I ran, as I said earlier, I asked our people to give me a chance to work for them as their ward representative.
the great people woke up very early. Hao watu wangesema by then wazuri. Walinipigia kura mingi. Kidogo ikanishtua, you know. Kashangaa inakuaje? Inakuaje? So we didn't get to the finishing line and get announced as the winner, you know. In a political contest, like sometimes in football, a winner can either win fairly or unfairly, but once referee amesema ni hivyo, it becomes a win. So we actually, my own home ward is the only ward in the entire Nyamira that has a UDA MC moja tu of the 20 wards. Sababu watu wetu kidogo wanasema sijui vile alifanya akaingia, lakini sawa tu, maisha inaendelea. So kweli sioni kama nataka kurudi nyuma. Mimi nilishasema na tukaelewana nao miaka 5 hapa. Miaka ingine 5 mbele, twende tu. Sasa mimi wakinipa nafasi sahihi, wakiniita waniambie, sababu nimewaambia hata nikipita. Wao wameuliza umepangaje? Mimi mlisema mtanipanga. Hamkunipanga. Sasa unajua bado walisema baada ya uchaguzi, sababu nilipita nikawaambia asante, na bado nikaendelea kufanya zile ambazo nilikuwa nafanya zenye nilikuwa nazo kwa idea. Sikuacha. Sababu beyond me running for political position, mimi I am a product of the community. You know, I've been raised by the community. So I've been doing what I can to keep supporting my community. So wao walisema, tumeona bado umerudi, tulidhani utakasirika na sisi. Kaambia hapa nyumbani nitakasirikaje? So wamesema acha tukupime. Tunaweza sema bado urudi huko ama tukupe promotion. Kwani shida gani mimi nikitaka kuwa gavana Mokaya? Bas. Shida gani? Lakini kidogo tunajipanga. Unajua mimi naishi huko Kajiado. Sasa hata huko pia naona kuna vile kwa pia wana kuongelesha. Hata naweza sema acha tu nyumbani kumejaa vijana wengi Gen Z. Acha nitafute kazi hata Kajiado. Naweza kuwa hata mbunge wa Kajiado, hata seneta, sababu huko pia tuna watu wetu huko. Alafu vile tulisema ukipata nafasi unaweza wania, lakini vizuri kweli tukiendelea kujipanga. Mbunge wangu mimi alichaguliwa na chama cha ODM. Lakini kwa sasa yeye anauza sera za chama cha Jubilee. Mimi nasema tu kiti hicho tu ni kama mbunge. Sasa yeye amesema hataki kazi tena, sababu alikuja kwa wananchi akamwambia nipe kazi, na akakuja na gari ambayo ilikuwa orange. Sasa amehama sema nyekundu. Sasa naona tu nafasi ikipatikana tutaenda tu hivi. Tuone ni nyekundu ama ni. So Mheshimiwa Bifan is trying to be political, lakini yaani unajua wanasiasa wanajaribu kucheza, wanasema tuko tu, lakini kweli tu hivi. Ukiangalia picha zangu, posta zangu mingi ziko na background ya parliament. Yaani mheshimiwa kabisa wa bunge la kitaifa Nairobi huko. Sababu hizi shida mnaniambia nifanye, kweli siwezi kufanya nikikuwa Nyamira. But bado mkisema niende Nyamira sawa, lakini kwa sasa mkinipa nafasi nina uwezo wa kwenda Nairobi na naomba kufuatilia mambo yenu. Naomba nimzungumzie kwa sababu ni kama anaogopa. Nataka nitoe hali ya hatari imetangazwa kutoka kwa kipindi hiki. Mbunge tafuta suti wewe. Wacha nitafute suti kwa sababu swearing in najua ukiingia pia mimi niko hapa hivi. Swearing in wengine na jeans wewe. Huko suti. Lakini nimeanza kujipanga najipanga nataka kutafuta suti hizi. So kwa sasa actually what we doing mostly, mimi sahi my current project, because we're 20 months away and anything can happen within this period. Kwanza nasukuma watu wetu, especially young people. I've been in the villages, we doing massively in trying to push young people to get access. Kwanza washike kura. So we're doing a lot of facilitation that includes partnership with the IBC in setting up, you know, local centers where before we get to the mass registration, we are at least trying to get huduma hii ifikie watu wetu karibu. Especially sahi holidays, we've been trying to push. The numbers were not appealing. But now I said, you see, and I'm not doing this at constituency level. Actually, I'm doing this at county and regional level. I'm doing this in the entire Gusii region, trying to also get access to other young people wenye wako na nia kama hii, so that we cannot be heard if we don't have the numbers to be heard. So that is what we've been doing, and that is what we're doing. We're supporting a lot of initiatives, talent hapa, kanisa zetu hapa, social activities hapa na pale mahali tuna uwezo. Kwa sababu unajua mimi ni mfanyi biashara. Sijapata nafasi ya kufanya kazi katika ofisi fulani ambayo nimepewa kazi na wananchi. So ile kidogo Mungu anatubariki na biashara. Na kishamaliza kulisha familia,
jana wananchi. Ile tu kidogo. Safi sana. Yes. Naomba tumalize. Najua kuna mengi ya kuzungumza na utakuwa na kuja hapa ni nyumbani, utakuja. Nyumbani kabisa. Tunaingia katika msimu wa Krismasi na probably the next time unaweza kuja, tunaweza kuwa tumeingia 2026. Unaweza zungumza na wananchi wa wish Merry Christmas na mwaka mpya 2026. To the great people of the Republic of 254. Watu wetu wazuri, wananchi watukufu wa nchi yetu ya Kenya. Mimi nachukua wakati huu kama kijana wenu, kiongozi wenu, na mmoja ambaye ana matarajio mema kwa sababu nchi yetu hii ni nchi imebarikiwa. Nachukua wakati huu kuwatakia Christmas njema na mwaka mpya wa 2026 mwenye mafanikio. Kwa sababu sisi kama Wakenya kweli tumeyapitia tu mwaka huu 2025, lakini najua Mungu yupo nasi. Na sisi saa zingine kama viongozi wenu pale ambapo tunakosea kidogo, tunaomba mwaka wa 2026 msiogope. Mje tuzungumuze, tujadiliane ili tuweze kuhakikisha kwamba nchi yetu hii tunaisongesha mbele. Kwa wananchi watukufu wa kaunti nzuri ya Nyamira, kwa wananchi wale ambao ni wa Kitutu Masaba, wale wa Gesima Ward, mimi nawapenda bado na najua kama kijana wenu mnanishikilia na mnanipenda. Tutazidi kufanya kazi na nyinyi. Mungu atupe uhai, Mungu atujalie. Nawatakia mwaka mzuri mwenye mafanikio na Christmas njema, mkishinda na familia zenu, mshinde vizuri na Mungu awe na nyinyi. Asante sana. Thank you so much for coming. I really appreciate. Asante bro. This has been one hell of a sit down. Unajua sisi hapa katika hiki kipindi nilisema ni political crossfire, raw and uncut. Unfiltered. Kuna ukweli fulani pengine hatupendi kusikia, lakini lazima tuambizane ukweli, tujue kwamba how best you can chat a way forward, kwa pia kama community na tunajiposition katika nafasi ambayo inaweza kutusaidia kuweza kupata ile national appeal na kuweza kupata mtazamo wa kitaifa kabisa. So nashukuru sana for coming and I wish you the very best katika your future aspirations katika either pale Kitutu Masaba katika huko juu governor na presidency. Mwenyezi Mungu azidi kujalia kabisa. Asante sana kwenu nyinyi pia ambao mmetazama. We cannot do this without you guys and without your support. Tuna appreciate kwa wewe ambao umechukua time yako ukasubscribe, ukalike, ukashare na anytime una comment katika wakati ambapo tunaachia hizi video. We really and truly appreciate. Tumekujia moja kwa moja kutoka makao makuu ya Lucky Media Studios ambayo inapatikana katika mji wa Kisii, eneo la Uhuru Plaza, 4th floor, room number 409. Unataka masuala ya photography, videography pamoja na graphic design, hapa panakuwa ni sehemu nzuri kabisa ya kuweza kutimiza mahitaji yako. Mchezo wangu director Vincent Lucky ndo amehakikisha kwamba mahojiano haya yamekufikia kwa njia ambayo ni nzuri kabisa. Jina langu ni presenter Mokaya. Hii imekuwa ni Political Crossfire naye Bivon Magare. Till the next episode, nasema inshallah, kama ambi mama bado napambana. We out. Kazi ya hapa inasahaulika. Unity. Riurwakwa. Emomiyo seherwa. I've wronged you. Please find it in your heart to forgive me. Oh, my name is Are you not reminded of the spirit of Pharaoh, who was refusing the children of Israel? Watu walifikiria labda ni utani. Cannot allow that to happen. No! We are stating facts! Tutatafuta marafiki ambao wana tabia na kama zetu. Nipe mkono.